Dunia sasa hivi iko kasi sana. Yaani dunia sasa hivi kwa sisi ambao tunadili na kukusanya matukio tofauti tofauti, tunakutana na vitu vingi sana. Unaona hiyo picha hapa, huyo mzee na huyo mama hapa au binti, huo ni uhalisia wa kweli. Yaani mzee huyo mke wa mwanaye, baada ya mwanaye kumwacha mwanaye wa ndoa, huyo mzee akaona amuoe mtoto, yani amuoe mke wa mwanaye. Sasa unajua kisa kilikuwaje? Kabla sijakusimulia kisa, nikukumbushe kubonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kutazama matukio ambayo nakuwa nakuandalia hapa kila siku. Na leo nimekuandalia matukio tofauti tofauti. Kwa hiyo bonyeza neno subscribe hapo ili uwe wa kwanza kupata matukio. Pia usisahau kucomment kama una chochote cha kuongea na sisi, weweka comment hapo, share alafu pia like. Turudi kwenye kisa na mkasa cha stori ya huyo mzee kumuoa huyo yani mke wa mwanaye. Issue ilikuwa ni hivi, yani huyo mzee alikuwa aliwafungisha ndoa mtoto wake na alitoa mahari kabisa. Alitoa mahari, kutoa mahari mwanaye akawa amemuoa huyo binti. Unajua bana, kwenye ndoa kuna vitu vingi sana. Ukiona watu wamekaa wamedumu, ujua kuna mmoja akawa mjinga tukaamua aepushe, wanakwambia mpishe sijui nini mwanaalamu apite. Kwa hiyo unakuta kuna mmoja akaamua kutulia. Sasa lakini mkioana kila mmoja akiwa na mambo ya ujana, ndoa kudumu ni chache sana zinazodumu. Sasa huyo jamaa akamchukua mke wake, wakawa wameenda wameishi, ni muda na wamezaa na watoto. Lakini sasa kulingana na mfumo wa maisha yao, mvutano wa hapa na pale, hivi na hivi, mwanamke akawa na kiburi. Mwanamke kuwa na kiburi. Sasa mshikaji akawa anajiuliza, huyu mwanamke kiburi vipi? Kama kila kitu nahudumia, yani kila kitu anahudumia ambacho kinahitajika kwa mwanamke, lakini mwanamke ana kiburi. Jamaa katika kuchunguza hapa na pale hapati jibu. Kumbe bana, kisirisiri huyu mwanamke anatoka na baba yake na mme wake. Anatoka na hivi kweli wewe kama mzazi wa kiume unaenda kutembea na mke wa mwanao? Inaingia kweli akilini? Mzazi wa kiume unaenda kutembea na mke wa mwanao? I say, sasa baada ya kijana kufanya upelelezi wake tena kwa mara nyingi, siku moja akamwaga mke wake kwamba anaenda kazini. Kumbe jamaa alikuwa akiondoka, baba mkwe anakuja, anaingia ndani. Unajua hizi kazi zetu hizi, wakati mwingine unaweza ukaenda unarudi usiku au umechelewa au unalala kabisa huko huko. Kumbe huyo kijana alikuwa akitoka, baba mkwe anaingia. Yani ni bora angekuwa anaingia mshikaji ambao unajua ni mshikaji. Baba mkwe alikuwa anaingia kwa mwanae, anakula mke wa mtoto wake. Sasa siku hiyo kijana ghafla tu, safari ya ghafla hivyo, naenda kazini, mwanamke basi sawa. Kumbe jamaa alikuwa anataka athibitishe kabisa kwa macho. Kwenda mwanamke akajua ameondoka. Siku ya kwanza imekaa, mwanaume kabanza sehemu. Siku hiyo baba mkwe, yani baba yake akwenda kwa mke wake. Siku hiyo akurudi. Jamaa akawa amegesha mtego wake kabisa. Siku ya pili akurudi. Jamaa mwanamke sasa alikuwa anajua jamaa yuko safari. Siku ya tatu baba mkwe akawa ametimba pale. Akatimba. Kaja kwenye mida tuseme ya saa 12 hivi. Wanajua yuko mbali kwa sababu kama zimekaa siku 2 siku 3 ajaje, na maanisha yuko mbali. Kaja baba mkwe. Kaingia ndani kwenye mida ya saa 12 hivi. Kuingia ndani, jamaa akabidi kutumia ustaarabu kwa sababu angetokea muda huo angeweza kujitetea. Kakaa pale, saa 1 hajatoka baba mkwe, saa 2 hajatoka, saa 3, kwenye saa 6 jamaa katimba. Kutimba kugonga pale. Kwanza alimtanguliza mtu. Akwenda yeye, alimtanguliza mtu. Kwenda kugonga kama jirani. Jirani ambao alikuwa anajua mchongo wa washikaji. Unajua washikaji wakati mwingine hawatupanagi. Kaenda kagonga kama jirani. Kongo. Hodi.
hodi, nani? Yule jirani akajitaja jina, mi fulani. Sasa kajua fulani tu kwenda kufungua. Baba mkwe kajiachia kabisa kitandani, anajua huyu anaenda tu kufungua hapo sebuleni, anamalizana nayo jirani, wanaondoka. Kufungua hivi jirani mara na jamaa huyo ndani. Jamaa kupitiza moja kwa moja mpaka chumbani, anamkuta baba yake yuko kifua wazi. Hebu kwa mfano ungekuwa ni wewe hapo, ungefanya nini? Nenda kwenye comment hapo. Kwa mfano ili tukio lingekukuta wewe, yaani mke wako kawa na jeuri na kiburi ndani, kuchunguza chanzo, kumbe ni baba yako ndo anatembea na mke wako. Wewe ungefanya nini? Hebu nenda kwenye comment hapo, niandikie comment yako hapo. Ungekuwa wewe ungefanya, na umemkuta kitandani akiwa kavua, yani yuko mtupu na mke wako, wewe ungefanya nini? Lakini jamaa alichofanya pale, akatumia ustaarabu tu, hakutaka, alilia sana. Unajua kulia? Yaani jamaa alilia sana sana, yaani usiombe ikukute machungu aliyokuwa nayo. Yaani ni bora hata angemkuta mshikaji, yaani wakati mwingine Mungu labda anaweza akawa anaepusha, angemkuta hata mshikaji, usikute hata kuna tukio jingine la ajabu lingeweza kutokea. Lakini jamaa maumivu yote aliyokuwa nayo aliishia kulia tu. Baada ya kuishia kulia, akamwambia baba ndo umeamua kunifanyia hivi. Baba kimya, mke kimya. Jamaa alichofanya akamwambia tu, baba, kama umeamua kufanya hivyo, mchukue mwanamke uondoke naye. Baba aibu, alafu huyo baba yake tena ana mke mwingine ambaye ni mama ake na huyu. Sema kwa sababu unajua wazee wetu hawa wakati mwingine wanatumiaga mamlaka yao. Alichofanya yule mzee, akamchukua yule binti wakaondoka naye. Jamaa akabaki analia hapo. Vikaja vikaitishwa vikao mara nyingi. Yule kijana alivyotoka hapo, akaenda kumsimulia mama yake. Mama yake aliuwasha moto sana sana. Lakini siku zote bana, ndoa mwanamke akiwa ameolewa, yani ndoa nyingi unazoziona zinavunjika, huwa ni mwanaume kumfumania mwanamke, lakini sio mwanamke kumfumania mwanaume. Ni chache sana zinazovunjika. Pamoja na jamaa yote kwenda kumwambia mama yake, mama alishia tu kugomba, kasala hapa na pale, lakini alishia tu hewani. Mzee baada ya hapo akaona sasa huyu binti nitafanyaje? Akaja akaamua kumuoa kuwa mke wa pili. Kamuoa akawa mke wa pili, kamweka ndani. Aisee, angekuwa ni baba yako huyu, yaani angekuwa ni mzee wangu mimi hapa, nahisi sijui tungekuwa tunaona kwa macho yapi. Kwanza ni aibu. Hebu fikiria, mzee mtu mzima, unaenda kuoa binti wa mwanao, yaani mke wa mwanao. Kwenye jamii unatembea kwa sura ipi? Na nani utakuwa yaani unajua watu watakuwa wakikuona tu hivi wanakuona ni mzee wa ovyo sana. Hawa ndo wazee ambao wanatengeneza CV mbaya, hata ukoo unakuwa na CV mbaya. Sasa wewe fikiria, unatoka hapo unaenda kumuoa mke wa kijana wako, inakuwa ni CV moja mbaya sana 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 sana. Yaani hata shetani mwenyewe akiliona hilo tukio, yeye mwenyewe anaogopa. Kuna vitu vingine watu wanapenda kumsingizia shetani, lakini kwa hili tukio la huyu mzee, hata shetani mwenyewe ikifika siku ya mwisho atasema hilo ni yeye mwenyewe, hilo mimi sikumtuma alifanye. Wanawake wapo wengi, unaenda kumuoa mke, yani unaenda kuvunja ndoa ya mwanao. Huyu mzee ni kama vile alivunja ndoa ya mwanae yeye mwenyewe, na wakati yeye mwenyewe ndo alimuozesha, afu yeye mwenyewe akaenda akavunja ndoa ya mwanae. Leo nilikuwa nimekuletea story chache tu kama hii hapo, na nikusii tu kubonyeza neno subscribe hapo, ili uwe wa kwanza kupata mastori yote na matukio yote nayokuwa na kukusanyia, utakuwa unayapata hapa. Na kama una story yako wewe, nenda kwenye comment hapo niambie, mimi nitaruka nayo. Ulikuwa na mimi King Fenya aka Nyafe Nyafe. Tutaonana kwa matukio na story zingine. Mimi nasema bye bye.